Tukio la pili ambalo limetokea hivi karibuni, nafikiri ni jana tu, mteja wetu, baadhi yetu hapa, ukitoa labda wakili Koti Lissu sina uhakika, lakini sisi wengine wote, mimi Kibatala, Jebra Kambole, wakili Hekima Mwasipu, wakili Maria, kwa nyakati tofauti tumehudumu kisheria na Mdude Mpaluka Nyagali. Mimi binafsi alikuwa mshahidi wangu katika kesi ya uchochezi ambayo alishtakiwa aliyekuwa mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi almaarufu Sugu. Alikuwa shahidi. Nafikiri wote mnafahamu kwamba pamoja na kwamba Sugu alipatikana na hatia katika kesi, lakini baada ya rufaa alishinda akasafishwa. Lakini cha muhimu ni kusema kwamba Mdude alikuwa ni shahidi wa muhimu katika kesi, lakini pia tumemhudumia kwa namna mbalimbali nyakati tofauti katika mazingira tofauti. Kwa hiyo kwetu imekuja kama shock, yani kitu cha kusikitisha, cha kushangaza, na kama nilivyosema cha kutia aibu kabisa kwamba mtu anaweza kwenda kuchukuliwa nyumbani kwake na watu ambao wamejitambulisha kama ambavyo imekuwa reported katika vyombo vya habari. Hatutaki kuingia kwenye mitego mbalimbali ya kisheria kwa kwenda mbali, lakini tuseme tu kwamba kuchukuliwa katika namna ambayo amechukuliwa katika taifa hili ambalo jeshi la polisi kila siku linajinafasi kama tutakwenda kusema kwamba lenyewe lina intelijensia mbalimbali. Leo hii mtu anakwenda kuchukuliwa, na mmeona press conference unit au mahojiano ya ndugu fulani kule Mbeya ambaye anasema watu walimtafuta kabla wakiwa wanamtafuta Mdude, lakini hakuna hatua zozote ambazo zilichukuliwa kuzuia hilo tukio. Kwa hiyo namba moja, tunatoa pole kwa familia ya Mdude Mpaluka Nyagali. Namba mbili, tunakemea vikali wale wote waliohusika na this is stupidity, yani upumbavu huu, this foolishness, waache mara moja, na Mdude Nyagali popote alipo afanyiwe mchakato wa kisheria kama sheria inavyoelekeza. Kuna sheria mbalimbali zinaelekeza namna ya kushughulika na mhalifu. Kuna sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zote zinaelekeza kwamba ni namna gani mtuhumiwa achakatwe. Na kama Mdude Mpaluka Nyagali ametenda kosa lote la kijinai, basi afikishwe kwenye vyombo vya kisheria na mawakili watajitokeza, wakiwemo sisi tunaosimama hapa mbele yetu kwenda kumtetea kama ambavyo tumewahi kumtetea mara kadhaa. Lakini pia tunavihimiza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo tunasisitiza tena siku zote vimekuwa vinajinafasi kwamba wenyewe vina intelijensia mbalimbali vya kufahamu matukio ambayo yanaweza kwenda kutokea, ambayo yako likely kutokea, basi waongeze, they should step up their game, waongeze ubora katika utendaji wao wa kazi ili matukio haya yakome. Isiwe tu kwamba intelijensia kama tutakavyoenda kusema imejikita kwenye kujua kwamba watu wanaokwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu mahakamani wanaweza kufanya fujo, halafu hakuna intelijensia kufahamu kwamba kuna watu wanataka kumshambulia Father Kitima, au kuna watu wanataka kwenda kumuumiza Mdude Nyagali, au watu wanataka kwenda kuumiza watu wengine ambao wameumizwa, na wengine ambao taarifa zao mpaka leo hazifahamiki. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunatoa karipio kali kwa wahalifu ambao wamefanya tukio hili. Ni kwa Kiingereza tunasema ni very basement people, ni watu wa chini kabisa kifikra, kimaadili, kimbinu. Lakini jeshi letu la polisi tunalisisitiza kwa mara nyingine tena, please step up your game, kwamba hebu ongezeni ubora katika utendaji wenu wa kazi kama ambavyo mnajinafasi kwamba mna ubora wa hali ya juu katika utendaji wenu wa kazi. Tunasisitiza kwamba Mdude Mpaluka Nyagali popote alipo amehifadhiwa kisheria, tunaamini amehifadhiwa kisheria pamoja na yote ambayo yamemtokea. Wote tumeona video zikionyesha damu ambayo tunaamini ni ya Mdude Nyagali, basi apelekwe katika vyombo vya sheria na tutashughulika na hayo mambo yote yaliyotokea. Baada ya utangulizi huo, mabibi na bwana, sasa naomba niende moja kwa moja katika masuala ambayo yametukutanisha leo. Kama nilivyosema, maslahi ya kisheria ya mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mugwai.